Bwana, mzigo unaanzia hapa. Kuna huyu demu ambaye anaitwa Selina ninavyokuambia. Yupo hapa amemkunja jamaa mmoja. Huyu jamaa alikuwa anadaiwa na Selina ninavyokuambia. Basi Selina akawa anamwambia huyu jamaa, "Yaani leo lazima unilipe hela yangu. Utaki utalipa, utaki utalipa. Yaani leo nitakuonyesha kama mbwai ni mbwai." Yaani huyu Selina ni mbabe kinoma noma. Akawa anamwambia huyu mwamba, "Sitaki mambo ya kipumbavu kabisa. Kila siku unanizungusha tu." Huyu mwamba akawa anasema, "Selina, nitakulipa. Leo sina hela." Yaani huyu binti Selina ni binti ambaye ni mbabe kinoma noma yani. Huyu upande mwingine unamuonyesha mama ntilie mmoja ambaye anaitwa Grace ninavyokuambia, akiwa anahudumia wateja wake. Maana anatokea mwamba mmoja ambaye anaitwa Chris. Huyu mwamba ni mume wake Grace ninavyokuambia. Alipofika tu akawa anamwambia huyu Grace, "Oh, niwekee sahani 2 za wali na nyama nyingi." Huyu Grace akaanza kusema, "Wewe kila siku unachukua chakula utoi hela jamani. Mimi nachoka kabisa yani. Siwezi kuendesha biashara kwa namna hii, kila siku unakuja kuchukua hapa sahani kibao, hela unipi." Huyu mwamba Chris akawa anamwambia, "Wewe, weka chakula hapo. Unaweza kumdai mmeo kweli? Una akili timamu wewe? Yaani unaweza kumwambia mmeo mambo kama hayo?" Yaani hichi ni kisanga ninavyokuambia. Yaani huyu mwamba amekuwa akimtesa huyu demu kinoma noma. Yaani hafanyi kazi, atoi hela, ila kula anakula kinoma noma. Alafu mbaya zaidi anachukua sahani 2 ninavyokuambia. Hichi ni kisanga ninavyokuambia. Yaani Grace alikuwa anafanya biashara zake, lakini huyu mwamba alikuwa anamnyonya kinoma noma ninavyokuambia. Leo jioni nilipofika Grace akiwa nyumbani, mara ghafla anakuja bidada mmoja ninavyokuambia. Huyu bidada anaitwa Linda. Na huyu bidada ni dada yake Chris, yani ni wifi yake Grace ninamwambia. Basi Grace alivyomuona wifi yake akanamwambia, "Wifi yangu Linda, leo nimechoka sana, naomba unisaidie kazi ya kupika." Huyu demu ambaye anaitwa Linda akaanza kumwashia moto Grace ninavyokuambia, huko akimwambia, "Wewe umechanganyikiwa yaani mimi nikapike, wewe umekalisha matako yako hapo una akili timamu kweli? Naona umechanganyikiwa, yaani kiufupi wewe ni mwenda azimu." Yaani hichi ni kisanga. Dada yake Chris ambaye anaitwa Linda na Chris mwenyewe wamekuwa wakimnyanyasa sana huyu binti Grace ninavyokuambia. Yaani yeye ndio atafute pesa, yeye apike, yaani kila kitu humu ndani afanye yeye, hadi usafi anafanya yeye. Lakini huyu Linda hafanyi chochote ninavyokuambia. Kutwa tu anazunguka na kupaka rangi. Lakini Grace anafanya kila kitu kwenye nyumba ninavyokuambia. Hichi ni kisanga yani wanangu. Yaani mpaka maisha ya Grace yamekuwa magumu kinoma noma. Hata majirani wanaliona hili. Muda mwingine mpaka wakawa wanaingilia kati na kumwambia huyu mwamba Chris, "Acha kumuonea huyu binti, unamtesa sana." Lakini huyu mwamba Chris yeye hataki kabisa kuelewa ninavyokuambia. Akiambiwa hivyo huwa anawatukana tu na kuambia, "Fanyeni maisha yenu, acheni kufuatilia maisha yangu na akili timamu nyie kuto kufuatilia maisha yangu na mke wangu tunaishije. Hebu endeleeni na maisha yenu, acheni kunifuatilia." Siku moja akaja bidada mmoja ambaye anaitwa Angela. Akaja mkuko kwa Yazma. Huko akimwita Grace. Huyu bidada Angela akaanza kusema, "Naomba hela yangu." Huyu bidada Grace akashtuka kisha na kusema, "Hela ipi? Angela, mimi nishakukopeshana au unadai kitu gani?" Huyu Angela akasema, "Mimi sikudai wewe, na kudai hela ya mumeo. Amekuja ofisini kwangu, amekunywa bia, kisha akasema ila nije kuchukua kwako." Huyu Grace akasema, "Hapana, kwa kweli mimi sina hela kumlipia mtu ambaye amekunywa pombe. Kwa kweli." Huyu dada Angela akasema, "Kumbe unijui Basi akamvamia Grace na kumpokonya pochi yake na kuchukua hela huko akimwambia, "Yaani mumeo kaja ofisini kwangu kanywa pombe, halafu nategemea nani alipe?" Yeye akasema, "Hela utanipa wewe. Kwa hiyo mimi sijali, kuja nichukue hela yangu." Yaani inatia huzuni yani. Huyu bidada Grace alivyokuwa mpole, wakawa wanamuonea tu ninavyokuambia. Yaani pombe yanywe mwingine, pombe yanywe mumewe, lakini hela aje kulipa yeye. Sasa analipa kwa matusi na kudhalilishwa kinoma noma na kwa ubabe wa hali ya juu ninavyokuambia yani. Na akimwambia Chris kuhusu mambo ya kufanya vitu ambavyo yeye hajamshirikisha, kunywa mapombe kisha hela aje kulipa yeye hataki. Huyu Chris anakuwa mkali na kumfukia kinoma noma na kutaka kumpiga yani. Huyu mwamba amekuwa akimuonea sana huyu binti Grace ninavyokuambia. Yaani binti Grace hana cha kufanya yani. Hichi ni kisanga wanangu. Siku inayofuata Grace akawa zake anatoka sokoni. Mara akiwa njiani boda inasimama. Mbele yake kuangalia hivi anashuka mdogo wake. Ambaye mdogo wake anaitwa Selina. Ambapo mzigo unaanza ndio yule demu ambaye mbabe alikuwa anampiga yule mwamba ninavyokuambia. Huyu demu Selina kushuka akawa anamuona Grace. Grace naye akawa na furaha kinoma noma huko akisema, "Jamani mdogo wangu, kitambo kweli yani. Niko na furaha kinoma noma kukuona." Na Selina akanamwambia, "Dada, yani umekuwa kibonge yani. Unaonekana unafurahia kinoma noma ndoa yako bwana." Huyu mwanadada alivyosikia vile akawa na huzuni yani, kisha akaanza kulia. Huku Selina akawa anamuuliza, "Dada, mbona unalia? Tatizo ni nini?" Huyu Grace akamweleza ukweli mzima na mambo yote magumu anayopitia kwenye ndoa yake. Selina akawa anashangaa tu ninavyokuambia, huku akimbembeleza dada yake yani.
Muda mchache baadaye unaonyesha Selina na Grace wakiwa wanaingia nyumbani ninavyokuambia. Ili wanaingia wanakutana na mwamba Chris ninavyokuambia. Naye anatoka nje, kutoka nje anakutana nao uso kwa uso bwana. Hichi ni kisanga yani. Baada ya kukutana nao ile dem Selina akawa anamfuata moja kwa moja ninavyokuambia. Alivyomfuata akamsambazia kichapo ninavyokuambia. Kumwambia, "Wewe huwezi kumtesa dada yangu namna hii yani." Mwamba alizani utani ninavyokuambia, ila siku hii alipigika kinoma noma yani. Na kama unavyojua binti Selina ni mbabe ninavyokuambia, demu fulani hivi mbabe ninavyokuambia. Basi alimpiga kinoma noma. Mwamba akawa anapiga kelele, lakini majirani walikuwa watoki kwa sababu wanajua huyu Mwamba ni mpuuzi na mambo yake anayofanyaga ya kipumbavu. Kwa hiyo leo kama amepata mbabe wake ni vizuri yani. Majirani wakawa wamejificha tu, wakawa wanaangalia mchezo. Alisambazwa kichapo kinoma noma ninavyokuambia, mpaka akili yake ikachanganyikiwa yani. Hichi ni kisanga yani. Siku inayofuata mwanadada Angela akaja tena ninavyokuambia, huku akimwambia Grace, nataka tena na leo hela yangu. Mume kama kawaida yake kaja kalewa, akasema hela utanipa wewe. Bwana akawa anaendelea kupiga kelele ninavyokuambia, lakini leo hakutoka Grace, akatoka dada yake Grace ambaye anaitwa Selina. Selina baada ya kuona vile akaona mambo yasiwe mengi, pale akaanza kumsambazia kichapo ninavyokuambia. Angela ninavyokuambia alichapwa kinoma noma, huku binti Selina akawa anasema, mwanzo na mwisho leo usio unakuja hapa na kudai hela ambazo ametumia mtu mwingine kumdai dada yangu. Basi huyu Angela leo aliingia kweli chuo cha kike, alipigwa kinoma noma na huyu bidada ninavyokuambia. Na kama unavyomjua huyu bidada ninavyokuambia, mbabe kinoma noma yani. Hichi ni kisanga leo. Angela kaya kanyaga ninavyokuambia, alisambaziwa kichapo yani mpaka akili yake imekaa sawa, akakimbia mwenyewe ninavyokuambia. Baada ya muda kidogo inamuonyesha dada yake Chris ambaye anaitwa Linda kaingia mpaka ndani. Ili kuingia ndani anakutana na Selina yupo kwenye kochi amelala zake yani kwa starehe. Mara alivyoingia akaanza kuongea maneno ya shombo ninavyokuambia, wewe mbona unajiachia kama hivyo miguu juu, miguu yako michafu. Bwana Selina baada ya kuambiwa vile akainuka na kuanza kumwambia, wewe kumbe unijui eti unaniongelesha mimi kama hivyo Selina akazidi kumwambia udemu, unijui basi Linda kwa akili zake za kipumbavu akaanza kumwambia, nikujue wewe ni nani? Wewe ni mbwa tu kama mbwa wengine. Bwana Selina alivyosikia hivyo akamchapa kibao ninavyokuambia, usiniletee ujinga hapa ninavyokuambia. Udemu akawa anashangaa tu, hichi nini? Ile kuzidi kushangaa akazidi kuchapa mabanzi ninavyokuambia. Alichapa kinoma noma ninavyokuambia mpaka akili yake ikakaa sawa. Leo kama ilichanganya kwa Selina ninavyokuambia. Basi Linda alijua kusambaziwa kibao ninavyokuambia. Baada ya siku chache inamuonyesha Chris akiwa anaongea na mwamba mmoja, akawa anampa hela huku akimwambia, hii hela shida yangu kamvamia demu mmoja ambaye anaitwa Selina. Huyu mwamba bila ajizi akachukua ile hela ninavyokuambia kwa ajili ya kazi ninavyokuambia. Siku inayofuata inamuonyesha Selina yuko zake njiani anatembea. Ina mbele kuna wamba ambao wanataka kumvamia Selina ninavyokuambia ili waweze kumteka. Na hao wamba ndio waliotumwa na Chris ninavyokuambia. Hichi ni kisanga yani. Sasa cha ajabu Selina alivyofika pale, kati ya wale wamba mmoja akaanza kumuita Selina kwa furaha ninavyokuambia, Selina. Bwana na binti Selina alivyomuona huyu mwamba akawa na furaha kinoma noma na kuanza kusema, ndio mimi bwana. Na umekuwa hivyo. Yaani ni hatari, umekuwa kinoma noma. Huyu mwamba anamjua Selina ninavyokuambia. Yaani huyu mwamba na Selina ni rafiki yake ninavyokuambia. Bwana, yaani Chris ameyakanyaga. Aliwatuma kumteka Selina, kumbe ni familia ya Selina bwana. Hichi ni kisanga bwana. Selina kumbe anajuana na wauni ninavyokuambia. Basi hawa wamba wakamwambia Selina, unajua sisi tulikuwa hapa, plani yetu ilikuwa hapa ni kukuteka na hadi hela tulipatiwa ninavyokuambia. Basi Selina baada ya kuambiwa vile alikasirika kinoma noma yani. Na hichi ni kisanga na hii sasa ishakuwa too much. Baadaye jioni hawa wamba wakawa na Selina ninavyokuambia wametimba nyumbani kwa Chris ninavyokuambia. Hichi ni kisanga. Walipofika pale wakaanza kumsambazia kinoma noma mabazi Chris ninavyokuambia. Yaani Chris aliwalipa hawa wamba wakamteke Selina, lakini hawa wamba leo wamemrudia na kumchapa yeye ninavyokuambia. Hichi ni kisanga ninavyokuambia. Yaani hawa wamba wamemgeuzia kibao ninavyokuambia. Yaani leo Chris alichapwa kinoma noma, alipigwa kinoma noma na hawa wamba ninavyokuambia. Hichi ni kisanga ninavyokuambia. Baada ya wiki moja kupita inamuonyesha Chris kabadilika ninavyokuambia. Akawa na tabia nzuri kinoma noma, hampigi tena mkewe na wala hamuombiombi pesa na kumchukulia kibabe ninavyokuambia. Mwamba Chris akaomba msamaha kwa yote yaliyotokea zamani na kuanza upya ninavyokuambia. Mwamba siku hizi kabadilika kinoma noma, anafanya kazi, anamsaidia mkewe, anafanya hadi usafi ninavyokuambia. Mwamba anaosha hadi vyombo. Kule kichapo cha binti Selina kimuingia ninavyokuambia. Yaani Mwamba amebadilika kinoma noma yani. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare mwanangu kwa support zaidi. Hii ni Nzuko Movie. Bwana support yenu tunawaomba sana wadau wa Nzuko Movie bwana.